Karibu katika episode ya 3 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Kumbukumbu kwa mtaalamu wetu mwamba anayefahamika kama Jaemin tayari zinamrudisha katika miaka na karne nyingi sana za zamani, zikimkumbusha kwamba kuna kipindi aliwahi kuwa na ujirani wa karibu sana na bidada Marie. Siku moja bidada Marie alikuwa akimsaidia mwamba kuweza kufua nguo zake, lakini kwa bahati iliyo mbaya akawa anamkumbusha kwamba ile siku ambayo ulikuwa ukinisaidia kutoa sumu ya nyoka katika mwili wangu niliona kama una tofauti fulani. Bidada akawa ameshtuka kidogo, lakini mtaalamu Jaemin akaongezea kwa kusema kwamba ulikuwa ukifanya nini katika maeneo ya mapoli siku ile ambapo nilikuta ukiwa umeketi katika lile jiwe. Lakini bidada Marie hakutaka kabisa kulijibu swali lile katika njia rahisi, bali alikuwa amemchukua mwamba na kumpeleka katika lile jiwe, kisha akamwambia kwamba angalia juu. Mwamba alipoweza kutazama juu akamwambia kuwa unaona lile gepu katikati ya majani ndio utofauti wa maisha kati yetu maskini na nyie matajiri. Sasa mwamba akiangalia swali alikuwa ameuliza na jibu ambalo anajibiwa ni tofauti kabisa, lakini bidada alikuwa na maana yake katika kuyasema hayo. Mwamba Jaemin kila wakati ni tabia yake kutokea karne zilizoweza kupita, ni mtu mwenye papara sana. Akajikuta tu ameenda kuzungumza na kusema kwamba anahitaji kumuoa bidada mmoja anayefahamika kama Marie kwani anampenda sana, na bahati mbaya swala hili alikuwa akimueleza mchumba wake kusema kwamba anataka kuongeza mke mwingine. Mke wake alilipokea swala lile vizuri sana, akasema kwamba niko tayari kumpokea Marie kuwa kama mke mdogo. Siku moja akawa amemwalika katika maeneo ya ikulu. Akiwa amemwalika bidada Marie katika ikulu, akajitokeza mama mkwe wa huyu mke mkubwa wa mwamba Jaemin. Kisha alipoweza kumwona bidada akawa amemtoa nje na kumpigisha magoti akisema kwamba hufai kabisa hata kuwa mke mdogo wa mwamba Jaemin. Bidada alibaki anashangaa kwa sababu yeye hakujua kwamba alikuja katika nyumba hili lengo ni kutambulishwa kwamba kama mke mdogo. Mama mkwe alienda mbali zaidi kwa kuongea maneno mengi magumu, huku akimuita bidada kwamba yeye ni beast, kwa lugha nyepesi ni kama shetani fulani hivi, kitu ambacho kikawa kimemkera sana bidada. Na wakati fulani hivi alipata nafasi ya kuweza kutulia na mwamba na akamueleza kwamba amekeleka sana kusikia kwamba yeye anaitwa ni shetani. Mwamba hajui kabisa kwamba bidada ni vampire, kwa hiyo akamwambia bidada kwamba naomba unisamee na uisamee familia yangu na usamee pia mama mkwe wangu kwa kuweza kuzungumza maneno kama hayo. Naamini kwamba yalikuwa ni makosa yangu mimi kutokuandaa kwamba unakwenda kutambulishwa kama mke. Bidada Marie hakuwa mtu wa kuweka vitu moyoni, akamwahidi mwamba kwamba atakwenda kumsamea, lakini pia atakwenda kusahau au yote aliweza kutokea na kuhesabu kana kwamba walikuwa hawajapitia changamoto yoyote hivi karibuni. Bidada Marie alikuwa ni mtulivu sana, mwenye maneno mazuri ya kuweza kumvutia sana jamaa, na jamaa wakati mwingi alijikuta anamfikiria sana bidada Marie. Lakini hata nyakati za usiku jamaa baada ya kushiriki chakula, basi alikuwa anafunga chakula kingine na kumpelekea bidada Marie, kwani alikuwa anaamini kwamba chakula anachokula yeye na bidada anastahili kukila pia. Basi bana, maisha ya furaha miongoni mwao katika karne hizo yaliendelea kudumu na kudumu na kudumu. Kila wakati walikuwa wakipeana vyakula na kufundishana mambo kadhaa, hasa katika masuala ya masomo. Lakini siku moja bidada akiwa anarudi nyumbani alishangaa kuona kwamba kuna viatu vigeni nje ya nyumba yao. Alipoingia ndani tu alishangazwa kuona kwamba kulikuwa kuna wazazi wa mwamba Jaemin wakisema kwamba tumemwona binti yenu akiwa anaambatana sana na mwanetu wa kiume, na kitu ambacho si kizuri kwa sababu mwanetu anakwenda kuoa hivi karibuni na hapaswi kabisa kuambatana na ubinti kuanzia leo. Bidada Marie alipoweza kuzipata zile taarifa alijikuta tu moyo wake umeweza kuvunjika, kisha moja kwa moja akaelekea katika maeneo ya milima kando kidogo ya mto. Hapa alikuwa anajiliwaza bwana, huku akitokwa na machozi. Upande wa pili mwamba Jaemin alipewa sharti moja tu, kama kweli ana mpango wa kutaka kumuoa bidada Marie, basi hapaswi kabisa kuhesabiwa kama mtoto wa mfalme anayestahili kulisi kiti cha ufalme, kwa sababu kama mtoto wa mfalme anatakiwa kwanza aoe mke wa kwanza ambaye anatokana na ufalme pia, na kama hataki iwe hivyo basi anatakiwa kujiondoa katika ulisi wa ufalme na anatakiwa kuwa mkuu wa majeshi wa kawaida kabisa, ndio ana uwezo wa kumuoa bidada Marie na huyo mwanamke mwingine ambaye anastahili kumuoa. Mwamba kwa akili yake moja kwa moja na nguvu ya mapenzi aliyokuwa nayo alikuwa tayari kukikataa kiti cha ufalme ili aje kuwa mkuu wa majeshi tu wa kawaida na aweze kumuoa bidada Marie. Mfalme alikasirishwa sana na haya maamuzi ya mwamba Jaemin, akimuita dhaifu wa mapenzi, na kuanzia hapo akaamua kuadhibu wazazi wake na bidada Marie ili waweze kumlazimisha msichana huyu aweze kuachana kabisa na Jaemin. Hasa mwamba Jaemin yeye yuko busy sana kufanya mazoezi kwa sababu anatarajiwa kuwa general wa jeshi, lakini kwa bahati mbaya siku moja akiwa amekutana na bidada akashangaa kuona kwamba bidada anamwambia kwamba nataka ushike maisha yako, yani mimi sihitaji kabisa masuala ya kuwa na wewe. Bidada Marie sababu kubwa ya kuachana na mwamba alidai kwamba ni kwa sababu mwamba anamchumba, na hiyo ndo sababu kuu hasa iliyosababisha yeye aweze kuachana naye, lakini haikuwa sababu hiyo, kwani alikuwa ametishiwa na ufalme na kutishiwa wazazi wake. Bidada Marie alipoweza kutolewa tu katika eneo hili la ufalme, moja kwa moja mwamba Jaemin akamfuata mzee mmoja kwa kumwambia kwamba nahitaji umwambie bidada kuwa nyakati za usiku nataka nikutane naye chini ya mti siku ya leo. Na nyakati za usiku zilipoweza kufika, mwamba tayari alikuwa amefika chini ya mti, na siku hiyo mvua ilikuwa ikinyesha. Jamaa alikuwa yuko tayari kuloa na maji ya mvua. Nyakati hizo za usiku, licha ya kwamba bidada alikuwa amezipata taarifa kwamba Jaemin atakuwa akimsubiria katika maeneo ya chini ya mti, lakini bado tu yeye alikuwa busy na hakutaka kabisa kuelekea katika maeneo hayo, huku
huku akilia tu chumbani kwake. Yule mzee ambaye alikuwa amepewa ujumbe kumletea bidada akarudi tena kumkumbusha bidada na kumwambia kwamba mtoto wa mfalme alikuwa ameagiza kwamba siku ya leo uweze kukutana naye chini ya mti. Naomba ufanye hivyo ili usije kanitia matatizo nikaonekana sikukufikishia ujumbe. Kwa hiyo bidada akaamua kwenda kukutana na mwamba kwa sababu tu ya kumlinda mzee asije kaingia katika matatizo. Wakati anaelekea huko mvua ilikuwa kinyesha. Alijaribu kujifunika katika majani fulani, lakini kila anapojaribu kukimbia akajikuta anaanguka. Mwisho wa siku akafika mpaka katika eneo alikuwa amepanga kukutana na jamaa, akamkuta jamaa akiwa amesimama katika mvua. Namna mwamba alivyokuwa na uvumilivu mkubwa, namna alivyokuwa kinyeshewa na mvua, bidada alimtazama na mwisho wa siku akajikuta anachoka tu. Yani akaamua tu kumkubalia jamaa na kusema kuwa tunaweza tukaendelea katika mahusiano, akawa ameweza kukumbatiana. Mwamba akatoa zawadi fulani kisha akamwambia bidada kwamba haijalishi mazingira, haijalishi nani atasema nini kwa wakati gani, muda gani, mimi hapa nitakwenda kukuoa wewe katika maisha yangu. Akampatia bidada ile zawadi, na hii zawadi hairuhusiwi kabisa mtoto wa kawaida kuweza kuipata. Lakini bidada Marie akitazama namna gani mwamba anavyompenda, akaona siku ya leo ni vyema tu amwambie ukweli. Akataka kumwambia kwamba na mimi ni. Lakini kabla hajamalizia sentensi yake, mwamba aligundua kwamba bidada anataka kusema pia nakupenda pia. Kumbe bidada alikuwa anataka kusema kwamba yeye ni vampire, lakini mwamba akawa amemkatisha pasipo hata kujua, akawa amemkisi. Kisi moja tu ilitosha kwa mwamba Jaimini moja kwa moja kwenda kukanseli kabisa mahusiano yake aliyokuwa nayo na bidada yule wa kwanza kabisa katika ufalme. Lakini kumbe huyu mchumba wa mwamba Jaimini alikuwa na urafiki na mwanamke mmoja ambaye ni vampire, na siku ya leo akaenda kumfuata huyo mwanamke na kumwambia kwamba anataka kuyatoa maisha ya bidada Marie. Mwanamama yule baada ya kupewa kazi hakutaka kabisa kuchelewesha kazi yake, moja kwa moja akawa anatimba katika maeneo ambayo bidada Marie alikuwa akishinda, na siku ya leo ndio siku ya kumuondoa bidada duniani. Lakini kwa bahati njema ni kwamba mwamba Shiho akaweza kujitokeza na kumsaidia bidada. Na wakati huo mwamba Jaimini alikuwa akishuhudia tukio zima, namna ambavyo mwamba Shiho alikuwa akijali sana juu ya bidada. Akagundua kabisa kwamba Shiho alikuwa akimpenda sana bidada Marie. Shiho alipogundua kwamba hapa kando Jaimini naye alikuwepo pia, akasema kwamba kama huwezi kumlinda bidada, basi naomba umuache na usimfuatilie kabisa. Kisha akawa amembeba bidada na kuanza kuondoka naye. Jaimini hakuwa na neno lolote la kuweza kuzungumza zaidi ya kurudi nyumbani. Sasa kile kitendo cha mwamba Shiho kuweza kumsaidia bidada kilikuwa ni kibaya sana, kwani kikao kimewakela sana mavampire, na mwisho wa siku mavampire wakapanga kwenda kumvamia mwamba Shiho, na bahati mbaya taarifa hizi mwamba Jaimini akaweza kuzipata. Moja kwa moja akaenda kumsaidia jamaa Shiho. Ila katika mapambano makali sana aliyokuwa akiendelea, kwa bahati mbaya sana Shiho aliweza kung'atwa katika eneo lake la shingo, na hii ikawa ni mbaya zaidi katika afya yake. Kumbuka kwamba Shiho kipindi hicho alikuwa si vampire. Jaimini akambeba mwamba Shiho na moja kwa moja akampeleka nyumbani, lakini katika harakati za kusoma vitabu akagundua kwamba ili mwamba Shiho awe hai lazima itumike damu ya vampire katika kumtibia jamaa. Sasa ikawa kipengele ni wapi atakwenda kuipata damu ya vampire. Moja kwa moja akaelekea katika maeneo ya mapoli, na siku ya leo alitaka kukutana na bidada, na lengo la kukutana na bidada ni kumwambia tu kwa heri, kwa sababu amegundua kwamba hawezi kumlinda. Aliporudi nyumbani akaanza kufanya uchunguzi ni wapi atakwenda kuyapata mavampire, lengo aweze kumtibia mshikaji wake Shiho. Lakini katika harakati za kufanya uchunguzi akaja kugundua kwamba haya mavazi yalikuwa yanatumika na vampire aliweza kumshambulia mwamba Shiho yanatokea katika jumba ambalo yule mchumba wake alikuwa amemchumbia siku za hivi karibuni, ndio anashinda zaidi huko. Kwa akagundua kwamba lazima anayemsaliti kumbe ni mchumba wake bana. Moja kwa moja akafunga safari na kuelekea huko, lakini alipofika tu akakuta bidada anataka kujinyonga. Kamuwai na kuanza kumuuliza ni kwa nini uliweza kufanya vile, lakini bidada akakili wazi kwamba alikuwa akiona wivu sana namna ambavyo mwamba alikuwa akimpenda sana huyu mwanamke ambaye anafahamika kama Marie. Hasa huku nyumbani kwa mwamba Shiho, moja kwa moja ametoka na kuelekea moja kwa moja katika geto ambalo bidada anapatikanika. Sasa ajabu ni kwamba alipofika tu katika eneo hili bana, hali yake ilikuwa ni mbaya zaidi. Kumbuka kwamba Shiho anafahamu kwamba bidada ni vampire. Bidada Marie alipoweza tu kumwona mwamba katika hali hii akagundua kwamba jamaa alikuwa ameng'atwa na vampire. Sasa hakukuwa na namna yoyote ya kuweza kumsaidia zaidi, ni kwamba bidada akajikata katika mkono wake kisha akamiminia mwamba damu katika eneo la mdomo. Baada ya hapo tu jamaa akawa amenyenyuka, lakini alinyenyuka akiwa kama vampire. Mwamba kujigundua kwamba amekuwa ni vampire alikasirika sana, akawa anaipiga ile damu ambayo bidada alikuwa amemletea kama kinywaji cha kuweza kushiriki siku ya leo. Akamwambia kwamba ni kwa nini umenibadilisha mimi na kuwa vampire, lakini bidada hakuongea kitu chochote kila kama ameondoka. Siku ya leo alikuwa amepokea barua ambayo ilikuwa na mhitaji kuelekea katika maeneo fulani vya mapango. Hii barua ilikuwa imetumwa na mwamba Jaimini, lakini kumbe walikuwa kimchezea mchezo hawa mavampire. Waliandika barua kana kwamba Jaimini ndio alikuwa kimhitaji, lakini walikuwa wamemleta katika mapango. Walikuwa ni mavampire wengi sana kwa lengo la kuweza kumteketeza. Lakini kumbe hata Jaimini hakupo mbali kabisa na eneo hilo, akiwa amevalia kinyago na akatimba katika eneo hilo na kukaa mbele ya bidada na kusema kuwa hakuna atakayeweza kumgusa bidada Marie. Lakini hawa mavampire wakamwambia kwamba haina shida bana, lakini unajua kwamba huyo ni vampire mwenzetu. Wakawa wamechukua kiona kuweza kumuoneshea. Ni kweli kabisa mwamba alikuwa anajiona yeye peke yake na bidada alikuwa onekani, lakini bado haikuwa kigezo. Akasema kuwa bado ataendelea kumlinda. Katika wakati huo huo mwamba Shiho akawa amejitokeza, naye akasema kwamba hataweza kuruhusu kabisa bidada aweze kufa.
kufa, lakini pia akaweza kudhihirisha hali yake ya kwamba yeye ni vampire. Nao wazazi wa bidada hawakuwa mbali, ndio waliweza kujitokeza katika mitaa hiyo, lakini yule mzee ambaye mara nyingi sana huwa anapewaga ujumbe na mwamba Jaemin, leo alijidhihirisha na kuonyesha kuwa na yeye ni vampire mkongwe sana na mwenye nguvu. Akawafuta kumbukumbu wote wale vampire walikuja kumshambulia bidada, wote wakajikuta wanaanguka tu chini. Hasa hii asili ya mwamba Jaemin kumkataa bidada akiwa katika hali ya vampire haikuanza leo. Alikuwa akimkataa kutokea kipindi hicho. Siku ile alipoweza kugundua kwamba bidada ni vampire, ilikuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kukubaliana na hii hali. Kwanza kabisa akaondoka eneo la tukio, akachukua mshale, kisha akamfuata mwamba Shiho, na hapa akawa amemnyoshea mshale na kumwambia kuwa siku ya leo na kuangamiza wewe na kizazi chako cha vampire. Akawa anamtazama tu mwamba, kisha akawa amefyatua ule mshale, na ule mshale moja kwa moja ukapita kando kidogo ya sura ya mwamba Shiho. Mwamba ikawa ni ngumu sana kupokea ukweli na kuamini kwamba bidada ni vampire na anatakiwa kuwa naye katika mahusiano. Hii kitu ilikuwa inamshangaza sana. Akakaa katika jiwe fulani akiwa anawaza sana. Unadhani maamuzi ya mwamba yatakuja kuwa ni yapi? Tukumbuka kwamba tumebakiza episode moja tu tuweze kufika finali ya tamthilia yetu nzuri ambayo tulikwenda kuanza nayo kuanzia episode ya kwanza mpaka hapa tulipoweza kufikia. Asante sana kwa wewe ambaye uko pamoja na mimi. Kumbuka kwamba kila unapogusa alama ya kulike na tunapofikisha like 100 basi natoa episode ya mbele.